Si sisi peke yake tuna complain kutaenda namna gani kesho ama kesho kutwa, na bado ukiingia kitabu ya Kutoka Moses bado alikuwa amecomplain akisema hivi ati kwani Mungu ulinituma lakini sijajua ni nani tutasaidiana kufikisha watu Kanani. Mungu alijibu bado, tutakuja kuona. Sasa hiyo safari ya mwenyewe akishapeana gari, apeane mafuta, ndio apewe kila kitu na anapewa na simu, unapewa hadi simu. Sasa shida yote ikitokea, hautaambia hata kama uko na bibi, hautaambia bibi yako kumwacha home ati sasa shida iko hivi na hivi. Utamwambia baadaye. Kitu ya kwanza ni kumwambia tajiri mwenye alikutuma. Sasa ukiangalia saa hii tukijaribu kushikanisha, Mungu yeye kitu yenye anahitaji ni roho. Na roho iko kwa mwili. Sasa ukiangalia yani Mungu anahitaji roho. Na hiyo roho iko kwa mwili. Sasa hii gari yenye Mungu alitumana na mzigo wake ni mwili. Mwili ndiyo itapeleka roho. Sasa gari ni mwili. Lakini mzigo Mungu anahitaji ni roho. Ukiangalia dereva atakuja kuwa Roho Mtakatifu. Na wewe bado ni atakuwa makanga. Tu safari kiwa mrefu au utapea gari dereva tumenye hajui kutengeneza ikiwa na shida fulani, utapea dereva. Dereva atakuwa bado anajua mambo ya mechanic. Sasa hii Mungu alipenda hiyo gari na ndio mwili. Na bado mafuta si kitu kingine mafuta ni hii tu neno la Mungu. Hiyo safari kufika huko bila kusoma ama bila kusikia inakuanga ngumu. Safari inaanza nini? Safari inaanza wakati mtu akibatizwa kwa maji mengi. Safari sasa imeanza hapo. Utapewa kila kitu. Utapewa hiyo gari. Mwili uko nao. Hiyo ndio gari. Mafuta itakuja kuwa hii na nini? Tunataka kidogo. Tusiongee vitu zenye sija na nini. Tuangalie kama Mungu kuna kitu yenye alitukosea. Kama kuna mahali hajajaza vizuri, hapo tunaweza complain. Juu saa hii mtu anafanya kitu fulani. Sasa akienda kuiba anakuambia ati mimi sikuwa na kitu ya kukula. Lakini ukiendelea kusoma utaona Jesus mwenyewe 40 days. Hautakufa juu ukosa kuiba juu ya kulala njaa siku moja. Na kitu kingine ujue, ukifikiria kuiba saa hii kama ni saa 4 na dakika moja, unaweza pata majibu yako saa 4 na dakika 2 peke yake. Umebaki 1 minute ujibiwe upate kitu yoyote. Mungu ashajitayarisha kukupea, lakini wewe unaenda kuiba. Sasa watu anakuambia ati nafanyanga hivi juu ya hii. Nataka tuangalie kama kuna sababu ya kufanya hizo mambo zote. Ni nini umekosa kwa Mungu? Sasa ndio nataka tuangalie hapa. Sasa Mungu sasa anahitaji roho. Roho ndiyo itafika huko. Na sasa mwili ndio gari. Mzigo ni hii roho. Hiyo ndio Mungu ataona. Na mkumbuke kuna mahali kumeandikwa hivi, ulinde roho yako juu maisha sasa ndipo. Silipo hivyo. Sasa gari ni mwili. Mzigo bado ni roho. Mafuta inakuanga neno la Mungu. Hiyo safari kama kuna kitu imekosa, si tutasema kama kuna kitu imekosa kwa hiyo safari Mungu alipeana, mtaongea. Na sasa si gari imepatikana, si bado mzigo iko. Si mafuta bado iko, neno la Mungu. Sasa hii tunahitaji gari ishapatikana, mzigo iko na bado mafuta ishapatikana, si tunahitaji dereva. Juu safari ni mrefu, anakuanga dereva bado anakuanga mekanika. Hiyo nayo ni Roho Mtakatifu. Ndio dereva na bado ndio mekanika. Na bado unahitaji na simu. Ukiwa kwa safari ni kawaida kuwa na simu. Simu nayo ni maombi. Usipoomba hakuna mahali pengine hakuna venye unaweza ambia tajiri wako shida yote ukipata kwa barabara, hakuna venye unaweza mwambia bila simu. Hiyo simu nayo ni gani? Maombi. Maombi ndio sasa utaweza. Sasa ndio
communication. Wanaongea gari kwa sasa, zile zinasumbua kidogo, lakini bado Mungu ni mwema. Sasa simeshasikia iko